Yeah. Shaw Brothers Picture waliweza kushuti filamu hii na CMC and TVB wanakuletea picha ya Kichina hii hapa kutoka kule mainland China. Na team pass wa kichwa timu ya taifa tunapatikana Kariakoo mtaa wa Agrey na Masasi. Uspime. Waliweka translation wanaitwa Yoyo Masamba. Hawa wanatokea Indonesia kule. Ndio waliweka ya subtitle. Picha inaitwa New Kung Fu Cult Master. Basi picha yetu inaanza mwanzoni kabisa. Wakati ambapo kuna watu walikuwa wako juu kabisa huku. Wanasema kwamba ni wakati wa kwenda kulipa kisasi baada ya miaka mingi tabaka lao kuonewa ama wao kuonekana ni watu wabaya. Kiongozi, kutokana na kitu ambacho kipo, kuna mashujaa 6 ambao walikamatwa na kufungiwa na Wanansei. Hapo chini kwa mfalme Liu Yang anaambia kwa gharama yoyote inabidi tuwasaidie wale viongozi 6. Anaambia ngoja mimi nianze kwanza. Anayeanza kwanza wanamuita kiongozi wa Popo, yani mfalme wa Popo. Turudi nyuma. Ambia sawa, nataka kurudi nyuma. Waliokuwa wameingia huku aisee walichomewa moto hapa pandani. Kwa huyo mfalme ni sehemu hatari sana. Ukitaka kwenda kuvamia katika baya za huyo mfalme, balaa lako litakukuta. Yaani wewe jamaa unaambiwa mfalme ni hatari kupita maelezo. Basi wale wote walikuwa wanakwenda kuvamia hii sehemu waliuawa, yani wengi waliingia kwenye mitego na waliuawa. Yani jamaa alikuwa amejipanga vya kutosha. Mfalme wa Popo, wewe ni mtu mwenye knowledge. Sisi wote tutakuta situation ambayo iko kule. Babu pamoja na watu wengine wote. Wewe pamoja na Siau mnatakiwa muwe salama. Nitawapatieni alama kama kutakuwa kuna lolote. Basi sawa. Mfalme wa Popo akatangulia. Na huyu kiongozi wa hii sekti naye anakuja. Anadanda kwenye mgongo wa mfalme wa Popo. Mfalme mwenyewe ni huyu hapa, ambaye inasemekana ndo anamiliki hiyo sehemu na aliwakamata watu 6. Anakuja binti yake anambia baba, mwanangu, binti yake amerudi kwenye mapigano. Nasikia kwamba nyinyi jamaa mmepata tatizo. Akaambia vijana, huyo kijana anaitwa Zhang Wuji. Kama akichelewa kuja, tayari nishamkamata Zhang Xiaofeng. Ambia sawa. Zhang Wuji. Mzee anasema katika mpango wetu hakuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Zhang Wuji. Ambao Charlie alikuwa kawaida tu. Kama Mr. Lu pamoja na Hei wakiungana, wanaweza akampiga huyo Zhang Wuji. Sababu Zhang Wuji ndio yule Charlie ambao anamuita chairman yule. Ukweli ni kwamba kilichotokea kule Mountain Wudang, Zhang Wuji ameimaliza Amo pamoja na Akong. Tayari wale viongozi wawili wameshauawa na Wudang iko katika mikono yake. Hakuna mtu kati yao ambaye anamweza huyo Charlie ambaye anamuita Zhang Wuji. Min. Hiyo ni kweli. Anaambia katika Mountain Wudang, Master Lu pamoja na yeye walijitahidi kuhakikisha kwamba wanamrudisha huyo jamaa. Wakati huo Katao pamoja na mwalimu walifanya jukumu lao. Nilipomwambia mamie Zhang Wuji aliweza kujitokeza. Ambaye vipi kuhusiana na Dragon Slaying? Dragon Slaying Blade ni sheria ya mashwat ya dunia. Kama huyo bwana mdogo ndo anayo, huwezi kufananisha na hii Ancient Sword ambayo ninayo. Kwa hatua moja tu ya Dragon Sabre, mambo yatakuwa mabaya. Kwa hiyo Kutawa pamoja na wengine wanaweza kunisaidia mimi jamaa siumize. Kwa nimemwacha Charlie aje. Kama tukimmaliza hapa kwetu, baba unaona itakuwa rahisi. Anasema ndio. Anaambia ni nafasi ya kuichukua Dragon Slaying Blade, yani upanga wa Dragon Slaying. Anaambia kuna siri kubwa sana ambayo imefichwa. Kama tutajua hiyo siri, basi hatutapigika na mtu yote. Kambe baba, mwache mwanao akutafutie Dragon Slaying Sabre. Sawa? Kutao. Anasema ndio, niko tayari. Wewe ni mwalimu wa Princess Min. Nenda kachukue hiyo Dragon Sabre. Angamizeni hiyo kikosi pamoja na ufalme wa Min. Anaambia vizuri. Bwana mdogo Min, na wewe pia una jukumu lako. Siwezi kusubiri maana na utaka upanga wa Dragon Slaying Blade sana. Sawa baba. Ubinti anakabidhiwa kwa mwalimu wake ambaye anaitwa Kutao. Anaambia mjinga huyu. Anashindwa kuelewa mimi. Nataka kuletea ujinga mbele ya babangu. Puuzi sana huyu.
Princess, usijali. Akaambia zile hatua 72 za Kung Fu ya Shaolin, ambayo kitabu kimoja tu. Chinka ilikuwa ni kitabu. Na wanasema hatuwezi kukipata. Kaambia mjinga anaongea sana. Usimwamini. Sasa watu wa Kung Fu lazima tuwakamate. Kaambia Kunlun, Huasan na Kongtong. Ni watu wa Udang. Meisi pia bado yani hajala kwa siku 3. Hao watu wa Shaolin hao. Anaambia na mwanafunzi anaitwa Zuzuru. Kamleta yule mwanafunzi. Kaambia sawa Princess. Kutawa akatumwa kwenda kumchukua mwanafunzi anaitwa Zuru. Wakati huo wale watu wawili ndio wanafika hapa. Wanafika tu pale wanakuta Zuru ameshakamatwa na Kutao. Zuru analetwa kwa Princess. Mwanafunzi wa huyo mzee ambaye mwalimu wake anasemekana alikamatwa yuko hapa na hajala siku 3 leo. Kwa hiyo inabidi atishiwe mwalimu. Ubinti kaletwa mpaka pale. Princess anamzunguka. Princess ana roho ngumu huyu. Ndio maana Chairman Zhang yani hawezi kuchukua upanga wake akakuchoma wewe. Hata yuko tayari kufa. Ni kwa sababu ya kikipuzi kirembo kama hichi. Anaambia anapojali. Alipojali mimi nilifanikiwa kumvamia. Anaambia kwa nguvu ya yani progress za yani kwa nguvu za Zhang Ji. Mwalimu wako peke yake hawezi kumpiga. Kuna kitu ambacho amekifanya mpaka pale ambapo ili jambo lipotokea. Kabla hata kuongea ujinga. Mimi ni email student, mwanafunzi wa email. Siwezi kufanya hivyo. Sio rahisi kusema kati ya wanafunzi wa email kwamba wewe ndo mrembo na mwenye uwezo. Nafikiri mwalimu wako atakuwa anakupenda wewe zaidi. Labda pengine wewe ni mwalimu, ni mtoto wewe mwalimu. Akaambia usimdhalilisha mwalimu wangu. Sawa? Sasa mpeni upanga. Binti alitoa upanga, akaambia pigana nao sasa. Nikupe uhuru. Akaambia mimi nishapigwa sumu. Sina nguvu yoyote. Hata kama ukishinda bila triki, pia ni useless. Akaambia nyewe watu wa email mnajifanya wajanja sana. Haijalishi kama nataka kuniua mimi. Basi ndo nafasi nzuri kwa upande wako. Wewe unafikiri kwamba wewe ndo mrembo kati ya warembo wote kwenye hii dunia? Wewe unafikiri kwamba kila mtu anakupenda wewe kama jinsi Zhang Ujia anavyokupenda? Natamani ningetumia hichi kisu kwenye sura yako. Nikakukatakata vipande kwenye shingo yako. Ghafla kuna mtu anaingia anamsaidia yule binti. Kamatani! Kwanza mfalme wa Popo akawatuliza wale wote. Wakapigwa attachment, hakuna kujisogeza. Alafu huyu hapa akamsogeza na yule jamaa akapigwa binti kofi. Princess kapigwa kofi. Alafu likatulia hapo. Mfalme wa Popo na Zhang Uji. Huyu hapa mwamba. Chairman Zhang. Hatujaonana siku nyingi. Karibu sana katika mji wa Datu. Samani. Akaambiwa ni ka princess kadogo tu. Kwa nini unajiita wewe kabinti kwanza? Ni vyema kama ukijiita wewe mwenyewe a devil woman, yani mwanamke shetani. Kwa nini siku zote Chairman Zhang anakuwa mjinga? Yani anakuwa mkali. Miss Zhu ni rafiki yangu wa utotoni. Zhu akamwangalia Chairman Zhang. Zhang Uji! Amekuja kugundulika kwamba kuna kabodi tatangu utotoni. Na ndio maana siku zote anamsaidiaga. Kama kitu kitokea kwa mwanafunzi wa email, basi usinilaumu mimi. Chairman Zhang, nyinyi nendeni. Mimi nataka kubaki hapa pamoja na email group. Ambia lakini sikiliza princess. Mwili wangu mimi na knowledge nilokuwa nayo ni kitu kikubwa sana. Lakini nataka nikwambie, huyu anayekulinda hata kulinda milele. Kama ukimgusa huyo binti hata kidogo tu, nenda kukatakata wewe na watu wako. Yaani nakatakata vipande. Lakini pia sitarizika tu. Nitakuja kwako na kupiga yani wewe sitakukatakata hata na kuahidi utateseka. Nafikiri umemsikia mfalme wa Popo alichosema. Nitakuja wakati mwingine. Binti namwacha, anambia binti kuwa makini. Hawa mapimbi tunahakikisha hawatakugusa. Zhang Uji akaondoka. Sifu. Binti anambia mwalimu, wafukuzie. Sasa mwalimu anawafukuzia kina Zhang Uji na mfalme wa Popo. Wakiwa njiani, ase walisanuka. Wakasikia mfalme wa Popo jamaa anakuja. Mwalimu wake na binti anakuja. Wakamkataa. Bablinyo, cheki anapokuja na hizo style. Sasa anakuja kwa Zhang Uji. Hii mashine ya kazi wanaoita Zhang Uji. Moto kotea mbali. Bablinyo, wakati wazee walishafika tayari, ambia tulieni. Mwacheni.
Mwacheni. Hapo wamefika kwa Zhang Wuji. Chali kaiva se. Wanakubali kwamba Zhang Wuji kaiva. Jomba kila kipeleka wapi? Zhang Wuji anakuja nazo hizo. Defu hizo. Bablinyaz! Sekretu. Huyu ndo mnyama anamuita Zhang Wuji. Jamaa kakutanisha mwenyewe kaona kabidi acheke. Ambaye mwisho Ming Sekti tumepata mtu mwenye kumfu nzuri, kiongozi atakayeheshimika kila sehemu na kutuongoza sisi. Watoto kashangaa kutuongoza. Anaambia samahani mheshimiwa, nimekwenda kinyume na chifu na stahili kufa. Watu wote wakashangaa, huyu nani? Alafu ndugu yake anaambia kaka mkubwa, nilifikiri kwamba anaambia chief huyu anaitwa Fanyao, alipotea kitambo sana. Ni ndugu yake na huyu Young Lefty. Kumbe ni mwenzao. Alikuwepo kule kwa ajili ya kuwapeleleza wapuuzi kwa miaka mingi. Anatoa ile maski anaovaa. Kwa nini anafunika sura yake? Anaambia kipindi hiko chairman alinituma kwenda kuipeleleza King Luyan, kumpeleleza ujamaa. Na nilikwenda kufanya kazi pale. Nikaingia katika Wang's residence. Nilimsikia akimconvince King Luyan. Na baada ya hapo kwa ajili ya kuimaliza Ming Sekti na kumaliza kila kitu. Wakati hakuna mtu ambaye alikuwa yuko tayari kwenda kinyume na ufalme. Ili kupata ukweli, nikafanya maamuzi ya kuungana na hao wapuuzi. Niwaangalie kwa siri na kwa makini zaidi. Kwa hiyo wewe ndo mtu ambaye uliumiza sura yako. Anaambia kwa njia hii peke yake nilifanikiwa kumtriki Chen Kun, kaka wa kambo. Anaambia sasa tuna kitu kikubwa sana. Kuna mtu ambaye yani mwili wake una sumu ambayo tayari imeshamdhoofisha. Wale watu wengine wote tunaweza kuwasaidia. Ambaye antidote iko wapi? Akamwambia sasa hivi antidote iko katika mikono ya Sieming, yani kaka mkubwa. Wale wawili wakubwa wa Sieming ndo wana antidote. Hao wakubwa wa Sieming wakoje yani? Mwanamke na wine. Anaambia mimi na wazo. Kwa kuwa muda umeshafika, mimi nitamkamata mtu. Nimegundua kwamba mwili wake ni mwili wa kitofauti. Ukweli ni kwamba mwili wake ulikuwa na udhaifu wa sumu. Sasa reaction yake ni kama masaa mawili tu. Akasema vizuri brother, niambie kile ambacho nikifikiria pia kiko sahihi. Wanasema ndio. Sasa wanatakiwa kuhakikisha kwamba antidote inapatikana. Kutokana na maelezo ya kaka mkubwa huyu, anasema ni mwanamke na nini na pombe ama wine. Sasa huku upande wa pili kuna binti alikuwa naoga kikaumana. Nani? Kuna mtu kaingia huku. Oya mzee. Haya bwana. Cheers bwana, cheers. Kamchukua huyu bwana, kaja naye huku. Labda pengine ndo katika hawa kubwa. Ghafla jamaa hii. Nini tena? Bwana tuende katika episode inayofuata. Wanasema katika episode ya pili, baada ya kumaliza sehemu ya kwanza, tuende katika sehemu ya pili ya mashine wanaita Kung Fu Cult Master. Yeba.